hawaipati. Lakini leo watu wamekuwa wagumu, wanamwibia mpaka Mungu mwenyewe ambaye ndiye anawapa nini? Badilika leo, sema anabadilika leo. Punga mkono, sema anabadilika. Sema anabadilika. Ile ahadi ya Mungu acha itimie kwangu. Haleluya. Ni injili lakini inauma, itakusaidia wewe. Baadaye itakuwa faida kwako, sio kwangu tena. Na mimi nilihubiriwa nikafundishwa. Na mimi lazima niseme, nisiposema nitadaiwa. Sababu kubarikiwa ni kwako, sio kwangu. Hata kama utaleta percent ni kidogo, utakao baki nayo si nyingi. Jamani, tunampa sawa Mungu. Si kidogo tu. Umepata 1000, shingapi? Kamia. Halo. Paka aibu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja mimi nikamwambia sasa Mungu, juzi nilifundisha ni wiki ile nikamwambia hebu mkopeshe na. Mkopeshe na. Huwa mimi natoaga na zaidi. Yaani sitoi ile tu. Mtu anaweka anapiga na hesabu na kanakuleta pale nitoa hivi na mkopeshe Mungu, wewe toa tu. Alafu utaona kitakachotokea. Mimi nakuhakikishia. Watu wengi waliofanikiwa, watu wengi ambao hawaogopi. Mimi saa nyingine naweza nikaenda nyumbani hata sina kitu, hata kama sijapata chochote. Lakini unashangaa mtu anainuka huko aliko, unashangaa kwenye simu. Muamara unafanya nini? Ukasome na kwako kwa jina la Yesu. Unapokuwa mwaminifu utasoma. Biblia inasema tunatajirika na zaidi ya kutajirika. Maana yeye ndiye atupaye nguvu za kupata nini? Utajiri. Hii ni ahadi ambayo kila mtu wa Mungu anayemwamini inatakiwa ijue na atembee nayo. Na itamsaidia kwenye maisha yake. Mimi nimefundisha mpaka watoto wangu sasa hivi. Nimewaambia kabisa roho inabidi mtolee Mungu. Kwa hiyo hata hapo mkitangaza wao wenyewe wananyosha mkono na wanatoa wenyewe bila hata kuambia. Baba na sisi